ameolewa halafu anasema tena, wengine pasa wanakuja wanasema eti ni single mother. Hakuna language yoyote European language inayoita single mother. Huo ni uhuni tu. Ni uhuni. Ni single parent, not single mother. Hakuna mother anayezaa akiwa single. Hiyo reproductive system haipo kwa mwanadamu. Hili uonekane hiyo sio dhambi, alikuwa muhuni ama alifanywa uhuni, halafu anasema single mother. Single mother ni Kiingereza cha wapi hicho? Hakipo. Kwa kuwa ninyi wasome nene muangalie hiyo single mother ni nini? Pumba tupu. Hakuna. Failure ya mambo ya immorality halafu leo yanakuwa ya kishujaa leo. Ni sana watu wanaofiwa leo eti wanaitwa majasiri. Who told you? Yaani kufiwa na mume ndio umegeuka ghafla kuwa jasiri? Kwa nini tunataka kuwapetipeti watu? Kwa hiyo ina maana ukiwa kwenye ndoa wewe sio jasiri. Ila jasiri ni pale unapofiwa. Wewe mwanamke jasiri kwa kuwa amefiwa. Ujasiri hauleti kwa kufiwa. Biblia inasema tusiutupe ujasiri wenu, maana una thawabu kuu mbele zake. Hili neno sio dogo la kawaida. Haijalishi gender, haijalishi status ya mtu na nini, connection ya mtu na Mungu. Unaposikia vijana wanafanya ujasiri, sio ukifiwa ndio unakuwa jasiri. Ni kauli za kudanganya. Unampeta aonekane ni jasiri, lakini anawaka ndani. Kwa sababu anamwambia umeshafiwa, huyu ni jasiri. Utapeli tu wa kauli zinazoonekana zamani. Utapeli tu. Kwa sababu sio kila mtu anayefiwa lazima akae hivyo hivyo. Biblia inasema kama hajafikia umri mkubwa, mashauri ya Mungu aolewe. Wewe nimebaki na Yesu wangu, baada ya muda wanakuta kuna mtu ana taulo amejifunga. Huyo ndio ilikuwa Yesu wako wakati ule unasema? Kini watu wa Mungu hao eti nimebaki na Yesu. Kwa hiyo wakati ukiwa na mume ulikuwa na nani? Yaani wewe mpaka ufiwe ndio ubaki na Yesu. Ni kauli tu za kizushi. Wale walio kwenye ndoa wamebaki na nani sasa? Kwa hivyo Biblia inachokieleza, inaeleza dhambi inadanganya. Ina creep in. Ni living power. Ndio maana inayoweza ku counter attack is the word. Neno la Mungu li hai.